Sauti. Katika sauti tunatarajia ujue aina mbili za sauti, sifa tatu za irabu, sifa tatu za konsonanti. Utakuwa sawa kabisa. Ukiongeza sauti mwambatano, na kila wakati mwanafunzi anapoambiwa sentensi mwambatano anakuambia mbwa. Mbwa si sauti, mbwa ni neno. Kwa hivyo unapoambiwa sauti mwambatano usema mbu ama mbui ama ndi ama ndui, lakini sio mbwa, manake hilo ni neno. Jambo jingine mwanafunzi, nenda katika sehemu ya silabi. Katika silabi tunatarajia ujue maana ya silabi. Tumeimba kwenye wimbo ni pigo la sauti. Aina za sauti wazi na funge. Miundo ya silabi: irabu, konsonanti, konsonanti irabu, konsonanti mbili na irabu, konsonanti tatu na irabu. Hiyo ni miundo ya silabi. Tunatarajia mwanafunzi ukijua hiyo uingie katika shada. Shada tunasema ni mkazo. Ukianguka swali la shada, sijui utapata lipi jingine. Au zimesalia dakika 5. Shada tunatia katika silabi ya pili kutoka mwisho. Lakini kuna baadhi ya maneno ambayo shada inatiwa mahali pawili tofauti. Nimeuliza hilo swali kwenye chemsha bongo hapa. Barabara na barabara. Kwa hivyo wewe tamka, lakini unapotamka ujue lazima neno moja kati ya hayo mawili liwe na shada silabi ya pili kutoka mwisho, lazima. Kwa hivyo ni barabara ama ni barabara. Ni walakini ama ni walakini. Ni ala ama ni ala. Lazima moja liwe na silabi ya pili kutoka mwisho. Katika kiimo mwanafunzi ujue aina za sentensi kimajukumu. Mlisikia nikiuliza hilo swali. Tunapoingia katika maneno ujue miundo ya maneno. Mlisikia nikiuliza VV, KKV. Wanafunzi baadhi yao wakalemewa. Ukishajua miundo ujue aina za maneno. Aina za maneno zina alama takriban 20. Neno ukadurusu vizuri. Nomino na aina zake 6. Vivumishi na aina zake 12. Viwakilishi na aina zake 11. Na unaposoma vivumishi, kwa mfano zama kidogo, vivumishi vya pekee, jua matumizi ya ote, oote, ingine, ingineo inamaanisha nini. Vivumishi vya a unganifu: gari la mwalimu, gari la kwanza, naibu wa mwalimu mkuu, kidato cha 4. Hizo dhana ni dhana gani ambazo zinawakilishwa pale? Vivumishi vya nomino ni vivumishi vya aina gani? Zama katika aina za vitenzi. Kitenzi kikiwa kimoja kinakuwa halisi, mwalimu anafunza. Vinapokuwa viwili kinakuwa kisaidizi na kikuu, angali anafunza. Halafu kuna vitenzi vishirikishi, yeye ni mwalimu, na kuna vishirikishi vikamilifu, yeye alikuwa darasani, pitia. Vielezi pia vinaitwa chagizo. Aina ni 4 tu: namna, wakati, idadi na mahali. Lakini vielezi vya namna ni aina 6, pitia vyote: vikariri, mfanano na mambo kama hayo. Ukimaliza chagizo pitia kuna kitu kinaitwa muingiliano wa maneno. Nimeuliza swali, tumia neno hivi kama kivumishi, kama kiwakilishi, kama kielezi, pitia mambo kama hayo. Usisahau pia mzizi wa maneno na viambishi katika maneno. Na mzizi wa maneno kuna mitego. Ninapokuuliza mzizi wa neno walimkimbiza, wewe utasema ni nini kila mtu? Nimesikia kimbiz, wengine wamesema kimbo.